Neno la Mungu haliwezi kuzuiliwa na chochote, haliwezi kuzuiliwa na yeyote. Neno la Bwana likitumwa kwenye nyumba yako, nyumba yako inatoka katika dhiki. Neno la Bwana likitumwa kwenye biashara yako, biashara yako inatoka katika dhiki. Neno la Bwana likitumwa kwenye masomo yako, masomo yako yanakuwa na furaha. Neno la Bwana limetumwa kwa ajili yetu, na hili neno ndani yake limebeba majibu ya maombi yetu. Kuna watu wengi sana leo hawajawahi kujua na hawajawahi kufikiri ya kwamba ndani ya neno la Mungu kumejificha majibu ya maombi yao. Watu wengi hawajawahi kufikiria hiyo kitu, hawajawahi kujua. Acha nikupatie kitu hiki. Siku moja nikakutana na dada mmoja. Yule dada alikuwa na changamoto ya kutopata mtoto. Amepitia changamoto ya kutopata mtoto. Nikiwa na ubiri, nimaliza kuhubiri, akanifuata. Akaniambia, Magoti, mimi sasa hivi ndoa yangu inazidi kuwa kongwe na hatuna mtoto. Mpaka imefikia hatua wiki zangu wananikemea maneno mabaya, wanatamka vitu vya ajabu kwangu. Mtumishi wa Mungu, niombee. Nadhani ukiniombea wewe nitapata mtoto. Nikamuuliza swali, ulishawahi kuombewa na watu wangapi? Akaniambia, mimi nimeshaombewa na watu wengi sana. Karibu kila mhubiri akija kanisani kwetu lazima nimfuate, nimwambie niombee. Nimeenda mpaka kwenye mikutano huko, nimetafuta mikutano huku na huku, nimeombewa na watu wengi. Nikamuuliza swali, hivi unadhani Mungu hajakujibu tu? Akaniambia, Magoti, kama angekuwa amenijibu ningekuwa na mtoto tayari. Nikamwambia, sikiliza dada, Mungu alishakujibu siku nyingi sana, lakini sema tu haujajua kama Mungu amekujibu. Sasa binti akachukua hisia kunisikiliza, akaanza kusema kwa umakini kidogo. Nikamwambia, ulishawahi kusoma Biblia? Akaniambia, huwa nasoma sana. Nikamwambia, kuna mafungu gani kwenye Biblia ukiyasoma unakuwa na amani katika changamoto ulionayo? Akaniambia, na mafungu mengi sana. Hebu nisomee moja wapo. Akasoma fungu ambapo kwenye kitabu kile cha kitabu cha Kutoka 23. Akasoma fungu la kitabu cha Kutoka 23, lile fungu la 25 mpaka la 26. Akasema, Biblia inasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. 26. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Nikamwambia, fungu kilisoma na sijaje. Akaniambia, hili fungu nikilisoma nami pia linanipatia faraja ya kwamba hakuna mwenye kuharibu mimba wala hakuna tasa. Nikamwambia, sasa dada, hili fungu liliandikwa kwa ajili yako, na hili fungu ndio jibu la maombi yako. Kwa hiyo ondoka, nenda nyumbani kwako ukimwambia mume wako ya kwamba mimi si tasa tena, wala mimi sitaharibu mimba hata kidogo. Baada ya kumwambia maneno, yule binti alianza kushangaa. Nikamwambia, ndio jibu. Unadhani hili liliandikwa kwa mimi Magoti siwezi kuwa tasa? Unadhani hili fungu liliandikwa kwa mtu ambaye ana watoto? Hapana, liliandikwa kwako wewe ambaye una mtoto, ili kusudi ukilisoma utambue ya kwamba Mungu ameniona, ili ukilisoma utambue Mungu amejua shida yangu. Baada ya kumwambia ile dada, aliondoka akaenda nyumbani kwake, akamwambia mume wake ya kwamba, mume wangu, nina habari njema, hivi karibuni tutapata mtoto. Mume wake akamwambia, kulikoni? Mungu amenijibu. Binti anashangilia. Mume wake bado anashangilia. Siku iliyofuata binti akaenda dukani akanunua neti, baby show, pampers, beseni, akaleta. Akaambia, nini hicho? Akamwambia, hivi karibuni na mtoto anakuja kwenye hii nyumba. Kwa hiyo ninafanya maandalizi, uendelea kushangaa. Mume wake alipoendelea kutambua jambo hili, naye pia akasema, hakika Mungu ametujibu. Unajua hili sio gazeti. Biblia sio gazeti. Biblia
Mungu. Na kila tukiongea ni neno la Mungu. Yule dada akaenda kwa shangwe na mume wake akalidaka ile neno kwa shangwe. Baada ya wiki 3 yule dada akanipigia simu, hata nilikuwa nimemaliza mkutano, akaniambia Magoti, sitaona. Nikamwambia kulikoni? Nimepimwa, mimi nina mimba. Nikamwambia jina la Bwana lipewe sifa. Baada ya miezi 9 yule dada alipata mtoto wa kiume, akamuita Magoti. Watu wengi hawajawahi kufikiri ya kwamba ahadi za Mungu ndani ya neno la Mungu ni majibu ya maombi yao. Watu wengi sana duniani hawajawahi kufikiri ya kwamba ahadi za Mungu zilizopo ndani ya neno la Mungu ndio jibu la matatizo ulionayo. Msomi mmoja anaitwa John Norton, yeye ni mwanatheolojia aliyeweza kuisoma Biblia zaidi ya mara 70 mwanzo mpaka Ufunuo. Yeye akasema ndani ya Biblia amegundua kuna ahadi za Mungu kwa ajili yetu zaidi ya 5891, zaidi ya 5891, na hizi ahadi zote ndio majibu ya maombi yetu. Unashangaa mtu anaishi maisha ya taabu. Jamani, si nimetenda dhambi gani? Mimi si nimetenda dhambi gani? Kumbe hajui ya kwamba hili neno la Mungu ndani yake kuna majibu ya maombi yake. Hili neno la Mungu ndani yake kumebeba matumaini ya maisha yake. Msomi huyu anaendelea kusema, neno usiogope ndani ya Biblia limeandikwa mara 366. 366. Nanyi mnafahamu mwaka mzima una siku 365 na robo. Kama ni mwaka mrefu 566. Kumbe kila siku utokapo nyumbani kwako neno usiogope linakutangulia. Nasikia tukiongea. Ufanyapo biashara neno usiogope linakutangulia. Kuanzia Januari 1 mpaka Desemba 31. Neno usiogope, neno usiogope, neno usome Biblia yako kwa kuhesabu maneno. Utakuja kuona neno usiogope limeandikwa mara 366. Nasikia tukiongea. Wakristo wengi hawafahamu neno hili. Nataka tuangalie mifano michache ndani ya Biblia ya watu waliojibiwa kwa ajili ya neno tu. Watu waliojibiwa maombi yao kwa kulifuata na kulisikia neno la Mungu. Kuna mtu mmoja anaitwa Hana. Hana wengi mnamfahamu. Hana hakuwa na mtoto. Ni mama yake na Samueli. Hana alipitia changamoto kubwa sana. Hana alipitia mateso makubwa sana ya kutokuwa na mtoto. Hana alikuwa ni mke wa bwana mmoja anaitwa Elikana. Soma pamoja nami kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza 1 na ile fungu la kwanza mpaka la 2. Samueli wa kwanza 1 fungu la kwanza mpaka la 2. Biblia inasema, palikuwa na mtu mmoja wa Rama, Msufi wa nchi ya milima ya Efraim. Jina lake akiitwa Elikana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, Mwefraimu. Naye alikuwa na watu wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Hana hakuwa na watoto. Sema pamoja nami fungu la 6. Fungu la 6 nasema, ila mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Katika maisha yale ya Hana ya kutokuwa na mtoto, inawezekana hiyo maisha anapitia mtu mmoja anayenisikiliza sasa, ya kutokuwa na mtoto, maneno mengi ya uchokozi,
maneno mengi ya kumhuzunisha, maneno mengi ya kumkatisha tamaa yalikuwa ni sehemu ya maisha ya Hana. Hana aliteseka sana. Mke mwenza Penina akawa kila dakika anamsumbua. Ni kwa sababu tu yeye Penina ana mtoto, lakini Hana hakuwa na mtoto. Kitendo cha Hana cha kutokuwa na mtoto kilimfanya Hana aishi maisha ya taabu sana, maisha magumu sana. Unajua kuna wakati kuna wanadamu wakipata wanawadharau ambao hawajapata. Kuna wanadamu wakifanikiwa wanawadharau wenzao ambao hawajafanikiwa. Kitendo cha Penina kuwa na mtoto kilimfanya amchokoze Hana kila dakika. Yawezekana nawe pia uko hapa unapitia uchokozi fulani katika maisha yako. Yawezekana wewe pia uko hapa unapitia uchokozi, aidha unakaa kwa ndugu yako au na ndugu yako mwenye pesa, wewe hauna pesa, kwa sababu tu yeye ana pesa, kwa sababu yeye ana elimu kukuzidi, anaitumia elimu yake kukufanya wewe usiyekuwa na elimu kuhuzunika. Anakutukana kwa lugha awezayo kuzitukana, anafanya yote awezayo kuyafanya, kwa sababu yeye ana gari nzuri, kwa sababu yeye ana nyumba nzuri. Hata ukijaribu kumshirikisha shida yako, badala ya kukusaidia anaanza kukuletea lugha ambazo hazina mantiki, anakuletea lugha zenye huzuni. Haya ndio maisha aliyoyapitia Hana. Haya ndio maisha aliyoyapitia Hana. Hana akapitia maisha ya namna hiyo, maisha magumu sana, maisha ya kutukanwa. Unadhani nini kwa kinatokea Hana akienda ukweli? Mawiki zake walikuwa na mtazamaji, amekaa pale, na kama wangekuwa ni wao wa siku hizi hawa, wangekuwa na maneno kama yale ambayo mnayasikia, maneno mengi ya ajabu ajabu. Una faida yoyote nyumbani kwetu? Unakula bure, utuletee mtoto, umekaa tatu, utuletee mtoto. Haya ndio maneno ambayo watu wanakuwa wanayasema. Haya ndio maneno ambayo hata Hana aliyapitia. Yalimhuzunisha sana, yalimtesa sana. Yawezekana mpendwa mtazamaji, nawe uliyeko hapa, kuna maneno unayapitia kwenye maisha yako, kila ukiyatafakari yanasononesha moyo wako, kila ukiyawaza yanaumiza moyo wako. Yawezekana ndugu yako fulani, baada ya mtoto wako kufaulu shule, ulimfuata ili akusaidie, lakini kwa sababu tu hajali matatizo yako, atakutamkia maneno ambayo kila ukiyawaza unalia moyoni mwako. Hana alipitia msiba katika maisha yake. Nini Hana akafanya? Fungu la 12 tusome mpaka fungu la 15. Fungu la 12 Biblia inasema, ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Hana katikati ya huzuni, katikati ya taabu, katikati ya kusononeshwa, yeye aliutafuta uso wa Bwana. Nataka niwaambie watu wa Mungu mlioko hapa, yawezekana nawe pia unapitia changamoto hiyo. Hata kama watu watasema kiasi gani, wewe sema na Mungu wako. Hata watu watakavyo kusononesha kiasi gani, watu watakuumiza kiasi gani, watu watautesa moyo wako, wewe endelea, dumu kumlilia Bwana, dumu kumuomba Bwana. Usifanye majibizano na mtu awaye yote, bali shida zako, mateso yako, huzuni zako zipeleke kwa Yesu. Endelea kumwambia Bwana, mwambie Yesu shida zako, mwambie Yesu matatizo yako, mwambie Yesu magumu unayoyapitia. Hana akaendelea kumlilia Bwana. Hana akaendelea. Fungu la 13 Biblia inasema, basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. 14 ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha Bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za nani? Za Bwana. Hana akamwambia Eli, nimemimina
roho yangu mbele za Bwana. Ukisoma Biblia utamshangaa Hana. Japokuwa alikuwa anaomba, lakini alikuwa hajamjua Mungu. Hapo tunasema kitu gani? Japokuwa amemimina moyo wake kwa Bwana, lakini alikuwa hajamjua Mungu. Kwa nini? Watu waliomjua Mungu ni watu wasioumizwa na wanadamu wengine. Haiwezekani Pastor Magura eti mtu anakuambia eti una mtoto inakufanya usile chakula. Hana kula chakula, akichokozwa na maneno ya Penina. Mimi magoti hata ukisema vipi nitajitosomola mpaka nitajimbea. Kwa sababu namjua Mungu. Nikishamwambia Mungu tu imetoka. Hana atawali chakula. Hana anateseka, anakonda mpaka sura yake ikawa kama ya mlevi. Ndio maana kuhani yeye akamwambia, wewe mwanamke umekunywa pombe. Unajua kuna wakati ukitunza matatizo sana moyoni mwako, hata sura yako inakuwa kama ya mlevi. Ndio maana kuna watu wanazeeka kabla ya wakati. Ukimwona unasema huyu amenuna au analia. Kumbe ameweka tu matatizo. Yaani ameweka shida. Unajua zamani wakati nikiwa mdogo nilikuwa na washangaa sana. Watu walikuwa wanatembea wanajiongelea wenyewe. Hamje kutana watu wana namna hiyo. Wewe mwanaume huyu, wewe mwanaume jamani. Wewe mwanaume huyu. Sasa naambia baba, mwanaume yuko wapi? Baba kwa uyaone. Huyo ni mleja au ni kichaa? Na unashangaa tena huyo